Unapocheza na Yanga African, hakikisha unatumia mfumo huu wa 4-5-1. Mwalimu Lidenge amejaribu kutuonesha kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuifunga Yanga kama utatumia mfumo huu. Hapa juu Mwalimu Lidenge alimwacha Litambala Bola, lakini hakuwa na wakati mzuri sana wa kucheza mbele ya Ibrahim Baka na Dickson Job. Lakini ukumbuke Young Africa upande huu na upande huu hapa, basi kama atakuwa anacheza Shadrack Boka upande huu huku na Israel naye akisho upande huu huku, wakati Israeli pamoja na Shadrack Boka huwa wanapanda kuja huku juu, manake huwa wanaacha gaps sehemu hizi. Kwa hiyo Mwalimu Lidenge alichokisahau ni kuwa wakati umejaribu kuwazuia viungo wa Yanga hapa katikati maeneo haya wasifanye kazi vizuri, ili kuwarahisishia wakina Pacome na wengine kufanya vizuri sehemu hii, watakiwa hawa viungo hawa winga ambao umewaweka kama viungo wawe faster wakati wa kujibu mashambulizi. Yaani muda mzuri ambao Mwalimu Lidenge hakufanyia kazi ni kugundua chance ambazo zinaachwa na Shabalala pamoja na Israel, tena wakati ule Yanga wanapokuwa wamepoteza mpira. Yaani wawepo watu faster wa kufanya shambulio la faster kutoka kwenye mfumo wa 4-5-1 na kubadilika faster kuwa 4-3-3. Yanga tupindi anapopoteza mpira wanafanya shambulio la faster kupita kiasi, kitu ambacho kinawachanganya Yanga. Maana bahati mbaya Yanga huwa wanaacha watu wawili tu huku nyuma ambao ni Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka. Sasa kama unapofanya shambulio hili la faster lenye nguvu na hawa watu wawe watu makini sana, watakurahisishia kuwaweka kwenye wakati mgumu Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka, na hivyo goli linaweza kupatikana kwa urahisi kupita kiasi. Baada ya shambulio hilo lenye nguvu, unarejea kwenye mfumo wako tena ule wa ulinzi, kufanya mstari mgumu hapa juu kabla mstari wako wa kwanza huu haujafikiwa na Yanga ya Afrika. Unategemea tu pale mapigo Yanga wanapokuwa wamepoteza mpira, unakuwa na mapigo ya haraka zaidi. Kuna mazefu makubwa ni kwenye kona, wakati wa kucheza kona hii sehemu beki wote wa Yanga hawaruki sawasawa kwenda kuzuia mipira ya kutenga ya juu, iwe faulo ama kona. Na mara nyingi unaposhuhudia wanapocheza na timu za Kiarabu, Yanga huwa anapata wakati mgumu sana kwenye mipira ya kutenga ama kona, kwa sababu Mwamnyeto ni mrefu lakini sio mtumiaji mzuri wa kichwa. Ibrahim Baka ni mrefu lakini naye sio mtumiaji mzuri wa mipira ya kichwa. Lakini pia Dickson Job yeye ni mfupi na ndio anategemewa kuruka, kwa hiyo sio mzuri kiasi hicho. Kwa hiyo mipira yote ya kutenga, ya kona ama faulo kwenye eneo hili Young Africa wanakuwa na madhaifu makubwa sana. Sehemu pekee ambayo wanatakiwa kuanza kuifanyia mazoezi sasa ili kuanza kuwadungua Yanga kama wanavyotaka, nimesema ni sehemu hizi za mabeki wao wa pembeni ambao wanategemea kwenda kuongeza numbers huku juu, na kutumia nafasi nzuri kwenye mipira yote ya kutenga ama kona. Kwa hiyo Mwalimu Lidenge alijisahau kwenye hizo chansi.